Bwana asifiwe sana. Amen. Najua yeye ni mwaminifu. Amekulinda wiki mzima. Amekuongoza, amekuangazia. Yes. Na leo uko mahali hapa kwa ajili ya kushangilia na kusema ni Bwana. Haleluya. Amen. Tunaanza kuketi chini. Tunapenda kulisikia neno la Mungu mchana wa leo katika jina la Yesu. Tafuta nafasi yako. Na pia mtazamaji wangu penye uko, kae vizuri ukaweza kufuatilia hiki kipindi ambacho ni kipindi cha maji ya uzima. Najua uzima, wapendwa, inatokana na Mungu mwenyewe. Haleluya. Yesu akasema yeye ni chemchemi ya uzima. Haleluya. Na mito inatoka ndani yake. Pigia Yesu makofi. Haleluya. Nataka ufungue Biblia yako. Tunaenda pamoja katika kitabu cha Luka. Tutafungua Luka, mlango wake ni wa 5. Tutaanzia mstari wa 1 na tutabarikiwa. Nataka niongee kuhusu neno ambaye Yesu anakuangalia. Yesu anakushughulikia. Bwana asifiwe sana. Tutasoma pale Luka mtakatifu, mlango ni wa 5 kuanzia mstari wa 1. Ikawa makutano walipomsonga wakilisikiliza neno la Mungu. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema ya kwamba ikawa makutano walipomsonga wakilisikiliza neno la Mungu. Kinzi wewe na mimi asubuhi ya leo tumekuja mbele za Bwana ni kwa ajili ya kusikia kutoka kwake. Biblia inasema ya kwamba ikawa mkutano walipomsonga wakilisikiliza neno la Mungu, kuonesha walikuwa tayari. Bwana asifiwe sana. Kila mtu alijaribu kukaribia Yesu ili akaweza kusikia chenye Yesu anataka kusema kwa maisha yake. Na hata asubuhi ya leo wakati unakaribia Yesu, mpendwa wangu, nataka nikuambie kuna mambo itafanyika yasiyo ya kawaida. Kuna mambo ambayo Yesu atakutendea, mambo ambayo imekaa kama milima, mambo ambayo imekaa ni kama yendi. Nataka nikuambie mtu wa Mungu, wakati unakaribia Yesu kuna mambo yatafanyika kwa maisha yako. Au utapaki bila ulikuwa. Kuna mambo yatabadilishwa. Haijalishi umekuwa kwa hiyo hali mutakani, lakini nataka nikuambie sababu umekuja mbele za Bwana kuna kitu. Ambia mwenzako kuna kitu. Kuna kitu. Ambia mwenzako kuna kitu leo ambao Mungu anaenda kufanya kwa maisha yako. Hata maisha yangu kuna kitu. Ambia mwenzako hey. Haleluya. Wakamsonga Yesu wakilisikiliza neno la Mungu. Wapendwa, ni fema kukaa chini ya miguu ya Yesu. Ni fema kukaribia Yesu na kutaka kujua kutoka kwake. Nataka nikuambie hiyo ni siri ambayo imefichuliwa watu wachache. Haleluya. Na wewe ni mmoja wapo ambao amegundua hiyo siri ya kumsongea Yesu. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Leo kuna jawabu ya mtu. Leo kuna majibu ya mtu. Maana umekuja kusongea. Umekuja kusema niko tayari. Na leo nitatoka na jawabu. Leo nitatoka na majibu. Nataka nikuambie kuwa tayari. Kuwa tayari katika jina la Yesu. Tusonge. Yeye alikuwa amesimama kando ya ziwa la Genesareti. Yeye alikuwa amesimama kando ya ziwa la Genesareti. Bwana asifiwe sana. Ziwa maana yake alikuwa kando ya ziwa. Kuonesha ilikuwa ni kwa ukingo. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Alikuwa ameenda akasimama kwenye ziwa la Genesareti, kwa ukingo wa ziwa. Bwana asifiwe sana. Wapendwa, kuna mambo inakaanga kwa maisha ya mtu ni kana kwamba imefika mwisho. Amen.
Umefika mwisho sasa, matumaini hakuna tena. Nataka nikuambie mwisho wa mwanadamu ndio mwanzo wa Mungu inaanzia pale. Bwana asifiwe sana. Wakati umefika mahali umesema sasa imekuwa ngumu, hapo ndio sasa mambo yako yanakuwa sawa. Amesimama katika kisiwa cha Genesareti akiangalia watu. Bwana asifiwe sana. Alikuwa anaangalia mahitaji, alikuwa anaangalia kilio, alikuwa anaona moyo ya watu, alikuwa anaona tamanio ya watu. Amesimama anaangalia. Na leo nataka nikuambie, ile mambo ambayo unapambana naye, ile mambo ambayo imekusonga, Yesu leo amesimama anaangalia, anakuangalia, anajua matatizo yako, anajua shida yako, anajua kilio chako, anajua maumivu yako, ndiposa amesimama. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Akawa amesimama kando ya ziwa. Bwana asifiwe sana. Akiangalia matatizo ya watu, akiangalia maumivu ya watu, akiangalia maumivu ya watu. Yeye alikuwa anatazama. Na hata leo kuna mtu Yesu anamtazama. Anatazama maisha yako, anatazama kushindwa kwako, anatazama. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Anatazama kushindwa kwa mtu. Leo hii anakuangalia. Yesu leo anaangalia mtu. Na leo unatoka na jawabu. Leo unatoka na suluhisho, maana amesimama. Penye alikuwa nasema umefika mwisho, nataka nikuambie sio mwisho. Leo ni mwanzo yako. Leo ni mwanzo ya mtu. Leo ni mwanzo ya maisha ya mtu. Haleluya. Bwana asifiwe. Ambia mwenzako si mwisho. Ambia leo ni mwanzo. Leo ni mwanzo ya jambo jipya kwa maisha yako. Ambiana. Kuna vitu tunaumba katika ulimwengu wa kiroho. Ambiana. Bwana asifiwe sana. Yesu amesimama anaangalia. Anaangalia ile shida. Anaangalia kushindwa kwako. Anaangalia maumivu yako. Leo amesimama. Haleluya. Nataka nikuambie, amesimama kwa ukingo. Penye ulisema sasa nimefika mwisho, sasa anaanzisha mwanzo mpya. Kuna mwanzo mpya ambaye ni safari ya ushindi, ambaye ni safari ya ushindi kwa maisha ya mtu wa Mungu. Katika jina la Yesu kuna mwanzo mpya. Sema tunaenda. Tunaenda. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. 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 Sema tunaenda. Unasikia hiyo? Bwana asifiwe sana. Mwanzo mpya. Safari ya mwanzo mpya. Na tunaenda. Haleluya. Hatutasimama tena. Sisi tunaenda. Tunaenda kwa future yetu ambayo Yesu alikuwa amekusudia kwa maisha yetu. Tutafika. Haleluya. Kuna mahali tunaenda. Sema tunaenda mahali. Haleluya. Pigia Yesu makofi na kelele. Maana wapendwa, tumeanza na tunaenda na Yesu. Tunaenda na Yesu. Hatuko peke yetu, maana leo ameangalia. Sema ameangalia. Penye nilishindwa leo ameona. Na leo anaenda kuleta ushindi kwa maisha yangu katika jina la Yesu. Inua mikono. Sema ndio. Sema leo inawezekana. Maana mimi siko peke yangu. Niko na Yesu Kristo ambako na nguvu ya kubadilisha hali na hata maisha. Niko na Yesu ambaye ananisaidia, ananitia nguvu tena. Nilikuwa nimeshindwa. Miaka iliyopita nilishindwa mpaka nikaona nimefika mwisho. Lakini leo kumbe ni mwanzo wangu. Ninaanza safari ya ushindi. Pigia Yesu makofi. Haleluya. Haleluya. Ni safari ya ushindi. Haleluya. Tusonge. Akaona vyombo viwili vimekaa kando ya ziwa. Akaona vyombo viwili vimekaa kando ya ziwa.
Bwana asifiwe sana. Hizi vyombo zilikuwa na kazi ya kufanya, lakini waliokuwa wakifanya ile kazi walikuwa wamefika mahali wameanza kukata tamaa. Amen. Kuna mahali mtu unaendanga unakata tamaa mpaka unasema mambo acha niwachana naye. Biblia nasema akaona vyombo viwili vimewekwa kando. Amen. Lakini wavuvi wametoka wanaosha nyavu. Wavuvi wametoka ndani ya vyombo, wanang'ang'ana kuosha nyavu zao, kuonesha ya kwamba ilikuwa wamefika mwisho ya kazi. Amen. Umeomba umeongojea, umeomba ukitarajia, lakini hakuna chochote umekipata. Sasa ni kusema hata maombi kumbe ainisaidie. Bwana asifiwe sana. Ni kufunga safari ya kuachana na maombi na hata kurudi nyumbani ama kurudi nyuma. Fanye hivi. Vyombo viwili, Bwana asifiwe sana, vimewekwa kando kuonesha vyombo vilikuwa vimeenda kufua, lakini sababu walikuwa wamefanya kazi hawakupata chochote, wakaamua kuviweka kando. Umeomba mara kadhaa, umeenda mbele za Mungu mara kwa mara, mpaka sasa imefika mahali ya kukata tamaa, kusema ya kwamba ni kana kwamba haiwezekani. Nataka nikuambie inawezekana kwa jina la Yesu. Yesu akasema yasiwezekana kwa wanadamu, kwa Mungu inawezekana. Bwana asifiwe sana. Haijalishi umeng'ang'ana mara ngapi, haijalishi umeomba mara ngapi, lakini nataka nikuambie kuna jawabu. Tusonge. Akaingia katika chombo kimoja. Yesu akaingia ndani ya chombo kimoja. Ndicho chake Simeoni. Ndio chake Simeoni. Akamtaka akipeleke mbali kidogo na pwani. Akakitaka akipeleke kando kidogo na pwani. Bwana asifiwe sana. Kuna mambo ambayo Biblia nasema ya kwamba kuna mambo ambayo haitawezekana. Ingine Yesu akasema ni kwa kuomba na kwa kufunga. Bwana asifiwe sana. Wakati umeamua kujitenga na kukaa kando na watu na hata kutaka kusikia chenye Mungu anaongea peke yake, Bwana asifiwe sana, kuna jawabu itapatikana. Akakitenga chombo kingine akakipeleka kando na pwani, sababu alikuwa katika kiroho. Akajua sasa ninaenda mbele za Mungu kuuliza Mungu ni kwa nini hao watu wameweka vyombo kando, ni kwa nini hao watu wako na misiko ndani ya moyo wao. Akienda kando. Wapendwa, kuna mambo ingine Biblia nasema namna hii haiwezekani ila kwa kufunga na kuomba. Wapendwa, kuna mambo umejaribu kuomba, sasa ingia plan P. Endelea kunyenyekea mbele za Mungu. Chukua siku moja, chukua siku mbili, kuna majibu yako yatapatikana katika jina la Yesu Kristo. Itabidi ujitenge, uachane na mambo mengine, useme Yesu Kristo ninakuongojea na ninataka majibu. Pigia Yesu makofi. Twende. Akaketi akawafundisha makutano. Akaketi akawafundisha makutano. Ali chomboni. Ehe. Hata alipokwisha kunena, baada ya kufundisha watu akaanza kuongea. Bwana asifiwe sana. Amen. Unajua mtu kama aelewi umuhimu wa kitu, lazima aelekezwe. Akishaelekezwa, akijua umuhimu, sasa atachukua hatua ya imani. Haleluya. Alimwambia Simoni, tweka mpaka kilindini. Akamwambia Simeoni, tweka mpaka kilindini. Amen. Wapendwa, jawabu iko kilindini. Ukitaka mambo kutoka kwa Mungu, lazima uchukua hatua ya kushuka mpaka kilindini.
Kuna jawabu ya mtu ndani ya kilindini. Bwana asifiwe sana. Maana watu walikuwa wanazunguka kando kando ya bahari, na hapo hawakuweza kupata chochote. Walikuwa wanafanya kazi kwa akili yao, walikuwa wanafanya kazi bila wamezoea kufua. Lakini sasa Yesu akasema munihusishe. Haleluya. Akawaambia sasa, chukua hatua ingine, songa mpaka kilindini. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Jawabu iko kilindini. Lazima tusame ndani ya Yesu. Tushuke tusame. Bwana asifiwe sana. Tuachane na mambo yenye tumezoea. Tunajua vile tunaombanga, tunajua vile tunaimbanga, lakini sasa imefika wakati wa kuhusisha Yesu. Mambo yote tuhusishe Yesu. Haleluya. Tutaenda kilindini, tutashuka ndani ya kilindini. Hapo sasa kuna jawabu itapatikana kwa jina la Yesu. Maana kilindini kuko na jibu. Pigia Yesu makofi. Akasema shuka kilindini. Mkashushe nyavu zenu mvue samaki. Mkashushe nyavu sasa muanze kufua. Bwana asifiwe sana. Walikuwa kando kando, lakini Yesu akawapa mwelekeo, akawapa direction. Wakati walienda kuelekea kilindini, akasema sasa shusha nyavu. Amen. Itapiti wapendwa, tuende kilindini. Amen. Imetosha. Hii maombi ya kuomba madakika 5, maombi ya kuomba nusu saa, maombi ya kuomba dakika saa moja, sema imetosha. Tutaenda kilindini, maana pale kuna majibu yako. Haleluya. Akasema sasa mushuke na mushushe nyavu zenu. Amen. Yesu amekuona, ameona matatizo yako, ameona kushindwa kwako, ameona changamoto yenye unapitia, lakini sababu anakupa mwelekeo kupaliana na mwelekeo ya Mungu. Haleluya. Simeoni akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha, tusipate kitu. Lakini kwa neno lako tutazishusha nyavu. Bwana asifiwe sana. Simeoni alikuwa amekesha usiku kucha wakiwa na vyombo wakitafuta samaki. Bwana asifiwe sana. Sababu walienda bila kuhusisha Mungu, wakachua samaki bila nafuli wanga, wakaamua kuenda usiku. Wakichua kufua samaki ni usiku, lakini walipokuwa katika ile hali hawakupata kitu. Kuna mambo wewe umekuwa ukifanya, unajaribu hii, ausishi Mungu. Haleluya. Auambie Mungu ninatafuta direction kutoka kwako, unielekeze. Wewe tu unafanya mambo yako. Haleluya. Nataka nikuambie, itakuwa ni kazi ya hasara, itakuwa ni mambo ya kukuchosha. Utafika mahali na hata utakata tamaa, utasema kumbe nikana kwamba Mungu hakuna. Lakini Mungu wako anataka umuhusishe. Haleluya. Usisha Mungu mambo yako. Kabla kuanzisha mikakati, usisha Mungu ili Mungu akuelekeshe. Haleluya. Mungu akapeana direction, akasema sasa Yesu akasema sasa mshushe nyavu zenu. Amen. Ukishusha sababu ya mwelekeo, kuna kitu utapata. Tusonge. Basi walipofanya hivyo walipata samaki wengi mno. Walipofanya hivyo walipata samaki wengi, sababu walisikia mwelekeo wa Yesu. Amen. Watu mara mingi wanafanya mambo yao, ndio unaona kila kitu inaenda inapotea. Unaenda unashika hii inakwama, ukishika ile inakwama, ukirudi nyuma
hakuna kurudi. Ukienda mbele hakuna kwenda. Umepaki ukitambaa. Nataka nikuambie mtu wa Mungu, ni wakati wa kuhusisha mambo yako Yesu Kristo. Amen. Bwana asifiwe sana. Waliposhusha nyavu zao, sababu ya neno la Mungu ambaye Yesu alikuwa amesema, wakaanza kupata samaki wengi. Kuna baraka zako nyingi zinakuongojea. Kuna baraka zako nyingi zinakuja. Siko mbele zako na hata siku ya leo. Maana leo umechua ya kwamba kwa kila jambo litahusisha Mungu. Inaenda kufanyika. Ambia mwenzako itafanyika. Haijalishi umekesha mara ngapi, haijalishi umeuliza Mungu mara ngapi, lakini leo ni siku ya mtu. Tusonge. Nyavu zao zikaanza kukatika. Nyavu zao zikaanza kukatika. Maana samaki wamejaa. Haleluya. Samaki zimeanza kuwa msito. Ndio unaona wakati baraka zinakuja kutoka kwa kila upande. Na zinakuja, kila baraka inang'ang'ania iingie penye natakikane kuweko. Twende. Wakawapungia mikono washirika wao waliokuwa katika chombo cha pili. Ili lazimisha wakaweza kuambia wengine, sasa songea mahali hapa, maana samaki wapendwa imepatikana. Kucheni tusaidiane. Wapendwa, wakati baraka za Mungu zitashuka, hata wewe usiwe mchoyo. Elekeza mikono kwa majirani, elekeza mikono kwa washirika, elekeza mikono kwa watu wengine, ili waweza kufurahia zile baraka katika jina la Yesu Kristo. Maana baraka za Mungu zinakuchanga kwa usito. Pigia Yesu makofi na kelele. Wapendwa, wakati baraka zinaanza kushuka, usijione ni yako. Jua ni ya kwamba Mungu amekupea kwa kusudi. Waje kuwasaidia. Wakaja wakavijaza vyombo vyote viwili. Wakavijaza vyombo vyote viwili vikajaa. Haleluya. Na walikuwa wamekesha mpaka walikuwa wameamua kufunga kazi. Wewe umeamua kufunga maombi na kuachana na maombi. Lakini wapendwa, nataka nikuambie kuna matumaini. Soma Yohana 21:4. Yohana mtakatifu 21 mstari wa 4. Hata asubuhi kulipokucha, Yesu alisimama ufuoni. Yesu akaenda akasimama kwa ufuo. Walakini wanafunzi hawakujua ya kuwa ni Yesu. Wanafunzi hawakutambua ya kuwa ni Yesu. Bwana asifiwe sana. Hakuna kitu utafanya bila kujua, bila kuhusisha Yesu. Hakuna mambo utafanya kama haujui Mungu anaweza kukusaidia. Akaenda akasimama ufuoni. Bwana asifiwe sana. Lakini wanafunzi hawakujua ni Yesu. Amen. Wewe uking'ang'ana kufanya vitu vyako bila kujua Yesu anaweza kukusaidia, bila kujua Yesu anaweza kukutetea, nataka nikuambie utafanya hasara. Haleluya. Wanafunzi wengi hawakutambua. Walikuwa wanatafuta baraka kwa Yesu, walikuwa wanatafuta miujiza kwa Yesu, walikuwa wanatafuta uponyaji kwa Yesu, lakini hawakujua Yesu ako na uwezo wa kubadilisha hali. Niko hapa kufanya mapenzi yako. Umeniita Baba nipate kutumikia. Niko hapa kufanya mapenzi yako Bwana. Wewe Baba
nimwogope nani? Uliniumba mimi kwa mfano wako, nikutumikie kwa huduma yangu. Wewe ni nuru yangu na wokovu wangu, nimwogope nani?